wakati mwingine unaweza ukasafiri na nyota ya mtu mwingine, sawa sawa. Ibrahimul Adham ni mmoja katika wanachuoni wakubwa sana, na sio mwanachuoni tu, ni mwanachuoni pia aliofikia daraja za ucha Mungu. Mimi katika watu ambao kwamba ni role model wangu ni Ibrahimul Adham. Nampenda sana, kila nikisoma habari zake navutika naye, na ninajitahidi, namwomba Mwenyezi Mungu nawe angalau mimi nifikie kiasi kile. Semeni inshallah. Ndio inapotakiwa. Tashabbahu biman lam yakunu mithlakum fa inna tashabbuha birrijali falahu wa ridwani. Anasema tashabbahu biman lam yakunu mithlakum, jifananisheni na wale ambao sio mifano yenu kwa ucha Mungu, wako juu. Jifananisheni na wale, fa inna tashabbuha birrijali falahu, kwa sababu kujifananisha na watu wa kikweli kweli ndio kufaulu kwenyewe. Jifananishe na watu wa takwa, jifananishe na watu war'i. Mtafute mmoja kwamba mimi Mungu nataka niwe kama huyu, acha tena kujifananisha na wale, sawa sawa. Sasa Ibrahimul Adham huyu siku moja alikuwa anasafiri kwenda katika miji ya mbali, aliopata kuisikia kwamba ule ni mji miongoni mwa ardhi tukufu, lakini hajawahi kufika. Alivyoelekezwa akaamua kuelekea kule. Baada ya safari yake kwa kilomita kadhaa, akakutana na mtu wa dini nyingine. Mtu wa dini, sihitaji dini gani, sawa, anamjua. Bwana Ibrahim, habari zako? Salama, nzuri za siku, alhamdulillah. Mbona huku? Asamina kwenda pahala fulani. Akasema na mimi pia ndiyo lengo langu kwenda huko. Unapajua? Sasa sipajui. Na mimi sipajui. Sasa itakuwaje? Yule bwana yule wa dini akasema, una wasiwasi gani Ibrahim? Wewe mtu wa Mungu na mimi ni mtu wa Mungu, twende tu, Mungu atatufikisha, kwa sababu sisi ni watu wa haya. Wakaenda. Safari ilikwenda mpaka ukafika mchana, hawajafika. Njaa zikawauma, wakatoa chakula wakala. Kila mmoja alikuwa na chakula chake. Baada ya kula, Ibrahimu akaswali, kwa sababu ilikuwa wakati wa dhuhuri. Wakaendelea na safari. Ukafika usiku, hawajafika. Kama kawaida mwanadamu na ule mwendo, uchovu na njaa, wakatoa vyakula vyao wakala. Wakaamka asubuhi, wakaanza tena safari. Mchana wakatoa chakula wakala, kikawa kimeisha. Umeelewa? Kwa sababu safari ilikuwa mbali. Kila wanapokwenda wanakutana watu wanauliza, bwana, unakujua pahala fulani? Waambia so mbali sana, mshafika. Ni hapo tu, kishuka hivi kibonde hivi umefika. Unajua manake? Ukienda shamba huko vijijini, ukiwa unauliza pahala, kisha mtu akakwambia sio mbali, hapo tu kuna kibonde, ukishuka hivi, yani ukiliona kwa palake mbali huko juu. Lakini hizo hayo ni mambo ya sisi tuliokuwa tunakwenda mashamba. Yani kufanya hivi hapo tu, hapo basi, hiyo sio mbali sana, lakini sio mbali, utakuta kibonde, shuka hivi hapo. Yani ukishuka tu hivi, geuka rudi. Sasa Ibrahimu na yule mwenziwe hawakuwa wanajua hii. Wanaona makwapa, kumbe hapo tu. Msalimu Mtume Muhammad. Wakaenda shekhe, chakula kimeisha, safari bado, njaa zinauma, hawana zaadi tena, yani chakula. Yule bwana yule wa dini akamwambia Ibrahimu, una wasiwasi gani bwana? Una wasiwasi? Sie watu wa Mungu, Mwenyezi Mungu ameahidi sie atatusaidia. Si waumini sisi, we dini yako na mimi dini yangu. Sasa tufanyeje? Hata tumuombe Mungu. Aya, sasa unaweza kupata chakula kwa kuomba wewe. Rabbana atina fid dunya ta'aman,
naweza kupata chakula. Ibrahimu akaambia ngoja, anza wewe, baadaye kama hatujafika nitaomba mimi, sasa hivi anza wewe. Mwanamume leo alikuwa na wasiwasi, akageuka huko tu, akafanya ghafla sheke limeshuka kapu kutoka mbinguni, lina kila kitu, mikate, mboga, umeelewa vizuri matunda, maji, kapu. Akamwambia Ibrahim, usiona tule. Ibrahim akamtizama huyu mtu, haya mazinga ombwe nini huyu hivi alivyo, aambia tule bwana, wewe tule. Basi Ibrahim hakuwa ana hoja, na akakaa chini, a'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaq, bismillahi alladhi la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim. Akatandika mikate, yani kilikuwa chakula kila kitu, isipokuwa hakikuwa na kitoweo. Lugha ya kitoweo mnajua, yani hakukuwepo na samaki au nyama au ndege, ndio kinaitwa. Lakini kulikuwa na kila kitu kinachotakiwa kuliwa wakati ule. Wakala, wakanywa maji, wakapumzika kidogo, twenzetu bwana, twenzetu. Lakini Ibrahim pale sasa akili ishaharibika, mtu ana huyu inawezekana ikawa mtu wa Mungu huyu. Wakafika siku ya pili, hawajafika, njaa zinauma, chakula hawana. La haula wala quwwata. Zamu ya nani sasa? Zamu yako wewe badala. Akamwambia mzee, sasa zamu yako, mimi nimeomba pale. Akamwambia mnano, akaelekea naye kibla, akasema maneno haya, na wewe baadaye nitafute nikupe. Sawa? Allahumma anta rabbi khalaqtani wa hadaitani lilislam fala tufdhihni wala tufdhih dinaka ya rabb fa innaka rabbul alamin kama qulta qul huwa Allahu ahadu Allahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. We yalikuja makapu mawili kule, zilikuja moja, hapa zilikuja ngoma hizi na kila kitu na kitoweo ndani, nyama ya mbuzi kidogo, kipaji cha changamia. Akaambia kula mtwana wewe, na nichezea mimi, unanichukulia sport piga. Yule wala kuogopa, alikula huko anacheka. Mimi nakujua Ibrahim. Wakala, wakanywa maji, msalimu ndio Muhammad basi. Allahu akbar. Baada ya kula wanaondoka, kumbe safari sio mbali, washafika, washaingia, wanaagana. Sasa hapa ndio nisikilize, wanafanyaje? Ambe basi bwana, inshallah mje wenyewe ndio huu, mimi na sehemu zangu na wewe senda zako. Ibrahim akamshika mkono, akamwambia hapana, usiniletee wazimu, lazima tujuane, wewe nani? Akamwambia Ibrahim, una wasiwasi gani? Mimi nakujua, inatosha. Ibrahim akamwambia, mwenye kujulikana hajui watu, mwenye kuonekana haoni. Sawa, unajua mimi sikujui. Akaambia bwana, wewe sikiliza, wewe nenda tu. Ibrahim akamsomea aya, akamwambia, kwa itikadi yangu mimi hakuna dini ila Uislamu, hakuna dini. wa man yabtaghi ghaira al-islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Msalimu Muhammad anaambia aya hii nayo mimi ndani ya Qur'an. Mwenyezi Mungu anasema yoyote anayetaka isiyokuwa dini ya Kiislamu hatokubaliwa kwa lolote, dini yake na hicho chake. Sasa wewe ilikuwaje pale ukaomba kapu likaja tena ufanya vile bwana, vipi? Akamwambia Ibrahim, bwana wewe una wasiwasi gani bwana? Mimi mwenye najijua, mimi zuga, mimi najua sina lolote. Pale nilisafiri na nyota yako, nilimwambia Mungu, sikiliza ya Rabbi, njaa inatuuma na leo ndio zamu yangu mimi kuomba, nimeelekea huku, mimi sijui lolote kuomba. Sasa angalia Mwenyezi Mungu, utamuua huyu. Msalimu Muhammad, utamuua mtu wako wa kheri huyu.
Wewe mtizame mimi tu, tutakufa wote. Ndio kikaja kile chakula. Wewe kuona kile chakula hakikuwa na kitoweo, kwa sababu ungekuwa na wasiwasi kachinja nani kile chakula chako. Mimi nimerukia tu, mswalie Mtume Muhammad. Sasa wewe bwana, wewe ukiliona kundi kubwa kama hili usiondoke tu,